Shogangu, nisikia tetesi kwamba unataka kuolewa. Hivi ni ya kweli hayo? Ndio Ashura, naweza kufanya hivyo. Sitaki tena kuendelea kumkwaza mjomba. Na vipi yule mpango wetu wa kujifunza kushona ili tujipatie kipato? Ashura, nadhani wewe mwenyewe unaelewa kwamba kakaangu hayupo. Kwa hiyo mimi sina mtu wa kunisimamia kwa sasa kwamba atalipa ada za hayo mafunzo, hayupo. Sawa. Vipi kuhusu mjomba wako? Ashura bwana, kwa kama mgeni na mjomba. Yaani mjomba sasa hivi kachanganyikiwa na maisha yake. Sasa sijui kama atajali kuhusu mimi. Ni kweli. Lakini ni sawa. Vipi? Ni nani yule anayetaka kuoa shoga yangu? Ashura, acha utani bana. Ina maana umjui? Atakuwa nani mwingine sasa zaidi ya Max? Naila. Nini tena? Mbona umeshtuka hivyo? Ina maana wewe wanaume wote hapa kijijini hujaona. Umeona Max tu? Ashura, mimi sioni kama kuna ubaya. Kwani ana nini? Yaani ana maisha magumu. Pale kwao anaishi kama kijakazi. Naila, na unataka kujidumbukiza hapo hapo? Unaona kama itakuwa ni balaa hili sasa? Mbona kama sijakuelewa? Yaani ni hicho tu? Alafu Ashura, sikia nikwambie. Mimi mpaka nalizika kuolewa na yule kaka. Ina maana nimeshachunguza maisha yake mwanzo mwisho. Ina maana najua anaishije na maisha yake mimi najua. Na ndio maana nimeamua kuolewa naye tuanze. Kumbe wewe akili una yaani nikajua labda utaenda kuolewa na mwanaume mwenye mali, mwenye pesa ili aweze kubadilishia maisha yako yawe mazuri. Lakini cha ajabu unaenda kuolewa na mwanaume mwenye maisha magumu. Afadhali hata ya kwako. Sikia nikwambie Ashura. Tafadhali usije ukaniingilia kwenye maisha yangu wala kwenye mahusiano yangu. Nimemchagua mimi na mimi ndo nitakayeishi naye. Wewe hayakuhusu. Lazima nikwambie ukweli shoga yangu. Siwezi nikakuacha upotee. Sikia nikwambie. Acha kufuatilia maisha yangu. Acha kufuatilia maisha yangu. Acha kufuatilia mahusiano yangu. Yatakuponza. Leo kufuatilia mahusiano gani gakwiza kufisia tepa ubibi. Kuuzia. Kwiza nkuli sahani yoka nawe. Ndio peli. Ndio molivala jo. We Naila nisubiri. Hebu niache huko, umeshanikera. Nikusubiri twende wapi? Yaani nimezunguka bwana sasa nimekuona. Uko kuhangaika huko vipi? Mbona kama kuna jambo unataka kuniambia? Kuna nini? Jambo ripo la moto linaniunguza aswa. Hapo sasa ndo kama unachelewa. Ndio uniambie kuna nini yani? Mambo mazuri hayahitaji haraka. Yaani yanahitaji uende taratibu ila hata nikwambie kabla halijapoa. Uiona ila eti anataka kuolewa. Mwoaji mwenyewe. Pangu pakavu tia mchuzi Maxi. Sasa hapo yani cha ajabu nini hapo? Naila kuolewa mwoaji kuwa Maxi. Unaye kumbe tulivyozembwela. Nilikuwa napenda hizi habari. Wakati wewe ndo kwanza kupenda ubuyu. Ile inaonekana huu mbea leo hujaupenda, si ndio? Wao shule hapo nataka mimi niongee. Uongee nini? Kwani wewe unaonaje uchumi wa Max? Anaweza kweli kumhudumia rafiki yangu? Kumbe wewe unataka mimi ni upande wako, alafu nimkandamize mwanamume wangu. Mimi mwenyewe hapa sina kitu. Ina maana na mimi sina haki ya kuoa. Ndo wale. Kumbe samahani, kesi ya mbuzi naipeleka kwa muuza supu. Kama unalijua hilo, ni bora ukae kimya. Na uache kuongea umbea ambao una faida. We naye, tafuta hela. Na wewe ndo uache umbea tu, kuoga muone. Kichwa kama Ashura Komu.
Naona muda unazidi kwenda tu. Na wewe sijakuona ukifanya chochote. Kwa nini upo kimya? Bado najitafuta. Sijafanikiwa kuipata hiyo pesa. Na umenipa muda mchache sana. Si rahisi kuipata hiyo pesa ndani ya muda ulionipa. Unataka kusema nini wewe? Una ndugu? Ita ndugu. Hilo ndio jambo muhimu. Sasa kama ndugu zako wakuchangia katika jambo hili, unataka wakuchangia kipindi ukifa? Ita pale ndugu. Changeni mpate milioni 3 mlete. Ili uweze kumchukua Naila. Lakini sijasema kama siwezi kuipata hiyo hela. Ila ninachokihitaji kutoka kwako mjomba, ni wewe kuniongezea muda wa kuitafuta hiyo pesa. Kuongeza muda hapana. Hakuna. Yaani huo muda haupo kabisa. Wewe kwa muda huo jiandae kwa matokeo yoyote. Kumpata au kumpoteza Naila. Yaani katika vitu ambavyo siwezi nikavifanya au nikaja nikakaa nikavifanya ni kumpoteza Naila. Na kuahidi hiyo pesa mimi nitaipata. Naomba uniamini kwa hili. Sawa. Mimi nakuamini. Nakuamini sana. Ila na wewe sasa naomba uniaminishe. Kuto kufanya hivyo na kuhakikishia nitakuweka mbali na Naila milele. Sawa. Nitafanya hivyo na kila kitu kitakaa sawa mjomba. Safi. Mimi napenda watu wa namna hiyo bwana. Usikubali misimamo isimame. Natakiwa upambane misimamo isisimame. Sawa? Nakuelewa. Ndio. Pambana. Nakuelewa na nikuahidi ondoa shaka juu ya hilo. Haina shida. Sawa. Max, kwa nini umekubaliana na kitu ambacho amekisema mjomba? Hizo pesa alizotaja ni nyingi sana. Hivyo huoni kama unajifunga mwenyewe? Lakini ningefanyaje sasa? Wewe mwenyewe uliona jinsi tulivyokutwa pale. Kama ningekataa unadhani nini kingetokea? Ina maana unataka kuniambia kwamba umekubali ili kumridhisha mjomba, si ndio? Hujadhamiria kufanya hicho kitu. Hapana Naila. Mimi ni mtoto wa kiume. Siwezi kubali kushindwa kirahisi hivi. Ila nitapambana kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa. Sawa. Lakini hizo pesa alizotaja ni nyingi sana. Kwa kuzitamka kwa kinywa ni rahisi. Ila kuzipata, yaani simuoni kabisa Maxi wangu akizipata hizo pesa. Unafikiria tutafanyaje sasa? Yaani mimi sidhani kama mjomba alikuwa sahihi kutaja kiasi cha mali yangu. Hata kama ni mzazi, kwa nini sasa ataje kiasi chote hicho? Naila, kumbuka yule ni mzazi wako, ana haki ya kufanya chochote kwa ajili yako. Hata hivyo, mimi nataka kumwonyesha kuwa mimi nipo tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Hicho anachofanya ni kosa Max. Huwezi kupata pesa zote hizo. Usijali, naondoa shaka juu ya hilo. Wacha nipambane, kila kitu kitakaa sawa. Sawa. Kwa sababu umesema wewe. Mimi sina cha kusema tena. Ngoja tusubiri basi. Mbona umefika mpaka hapa? Afu nikwambia tuonane kule tunako na. Imekwaje huko hapa? Bosi, nimekaa sana pale. Haujatokea hivyo nikaona itakuwa dharura nije tu mpaka hapa, labda pengine tutayamalize huko. Sawa. Kuna kazi nataka nikupe. Ila sihitaji mtu yoyote aweze kujua. Hiyo ipo tayari. Na kuna mtoto nimekuandalia hapa. Kwa hiyo ni wewe tu kwenda kumaliza kazi basi. Hebu achana na hayo kwanza.
Kwa mtoto mmoja ananisumbua sana. Nataka nimuoneshe kwamba mimi sishindwi na jambo lolote lile. Nahitaji nimpate haraka sana. Nahitaji awe mke wangu. Sawa, niambie nini nifanye basi. Nahitaji nimjue mwanaume ambaye anampa kiburi. Hii nianze naye huyo huyo. Sawa, lakini hujaniambia huyo binti ni nani basi? Anaitwa Naira. Ni mtoto wa dada yake Madebe. Naira namfahamu vizuri sana huyo binti. Labda tu nikuahidi, nitaanza sasa hivi kumfuatilia na nitakuletea hiyo mbwa inayokuumiza akili yako. Vizuri, nakuamini. Hilo limeisha bosi, na nakuhakikishia kila kitu kitaenda sawa kama ulivyopanga. Yala heri. Mimi nafikiri wewe mwenyewe umejionea. Huyo mjinga wako mpaka leo hajakuja kuleta posa. Kwa hiyo kitakachofuata hapa, mimi nitafanya maamuzi nikiwa kama mzazi niliyebaki. Mjomba, mimi naona tungempa muda kwanza. Huenda labda kuna mambo yake alikuwa anaweka sawa. Hapa hakuna kutoa muda tena. Na yeye ana mipango gani? Mtu ambaye kila siku anaongopa tu, ntaleta posa mpaka leo. Nisikilize. Hapa kuna mtu ameleta posa. Kwa hiyo kaa ukijua muda wote unaolewa. Mjomba, ina maana kuna posa umepokea bila kunishirikisha? Mjomba, unitendei haki mjomba. Mimi sitakubali. Nisikilize mjomba. Yule mtu anajulikana hapa kijijini. Kwanza ana pesa. Pili ana mifugo. Alafu anakupenda. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi kabisa. Unamaanisha kaka ndo anataka kunioa? Hapana, mimi sipo tayari. Siwezi nikamsaliti mpenzi wangu kamwe. Maana nishamwahidi siwezi kumwacha. Acha ujinga wewe. Wewe unamwanganiaje mtu ambaye hana pesa, hana chochote? Tazama jinsi alivyoniaminisha kwamba atakuja kuleta posa, lakini mpaka leo. Wewe unafikiri ukiolewa na mtu kama yule atakusaidia nini? Hana cha kukusaidia. Sihitaji pesa mjomba. Mimi ninachokihitaji ni faraja tu ya moyo wangu pamoja na amani ya moyo wangu. Sasa hizo faraja, hiyo amani imeshachelewa. Mimi tayari nimeshapokea pesa. Kwa hiyo wewe hapa subiri kuolewa tu. Mjomba, unachokifanya sio mjomba. Yaani kuna muda unanifanya nitamani hata kakangu angekuwepo aone hiki unachonifanyia mjomba. Angekuwepo ndo angenisifu na kunipongeza. Kwamba nimekupeleka kwa mtu tajiri. Nimekupeleka kwenye mikono salama. Mtu ambaye hata kama ikitokea shida anasaidia. Kwa hiyo angekuwepo hapa ndo angenipongeza. Sasa mjomba, nakwambiaje? Mimi sitokubali. Wallahi tena siwezi nikakubali. Sasa wewe nenda kazurule mara ya mwisho. Na ukirudi hapa hautotoka mpaka siku yako ya kuolewa. Mjinga wahe. Bwana, mimi na mke wangu tunatumia Miracle Soap. Wewe unasubiri nini kiongozi? Ndiyo, Miracle Soap ni wazalishaji na wasambazaji wazuri sana wa sabuni za maji zenye harufu nzuri sana. Na pia inapatikana katika ujazo wa aina tofauti tofauti. Yaani kuna lita 5, lita 3 na lita 1.5. Na matumizi yake ni kufulia nguo, kusafishia vyombo, usafi wa majumbani na maofisini pia. Usiwaze kuhusu usafiri bosi. Utakaponunua sabuni ya Miracle Soap, tunakupatia usafiri bure kabisa. Sabuni yani inakufikia mpaka nyumbani kwako. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nao kupitia namba
97 51 45 88 au 07 69 04 23 63. Miracle Soap. Enjoy your smart cream.